Ni matumaini yangu ya kuwa mzima buheri wa afya, mpenzi mtazamaji wa Kabumbu TV mahali popote pale unapoendelea kutufuatilia. Karibu sana katika udondozi wa magazeti ya habari za michezo hapa nchini Tanzania. Leo ikiwa ni Aprili 7 siku ya Ijumaa mwaka 2017. Jina langu ni Imani Kelvin Mbaga, ninayokaribisha tuweze kwenda pamoja kuanzia mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Na magazeti tulionayo leo hii ni magazeti matatu, tukiwa na gazeti la Mwana Sport, gazeti la Champion Ijumaa pamoja na Bingwa Unalikosaje. Na sasa nianze kukudondolea zile habari ambazo zimepewa uzito wa juu katika magazeti haya asubuhi ya leo, nikianza moja kwa moja na gazeti lililo mkononi mwangu ambalo ni gazeti la Bingwa, lenyewe likiwa lina jinadi kwa kichwa kikubwa kabisa likisema Yanga kuwamaliza Waarabu kwa milioni 600. Lakini pia kichwa kingine likisema Omog abadili gia kusaka ubingwa, historia kuinyima Chelsea ubingwa msimu huu. Iniesta asema ubingwa baka uko Bernabeu. Lakini pia kuna habari inayosema siri ya kutekwa kwa Roma Mkatoliki, na kuna picha za wachezaji pamoja na mwanamuziki wa kizazi kipya Roma Mkatoliki. Kuna picha ya Alex Sanchez pamoja na picha ya wachezaji wa timu ya MC Alger, bila kusahau wa Dar es Salaam Young Africans pamoja na kocha wa timu ya Simba Joseph Omog. Na mimi ninazifuata habari hizi angalau kwa muktasari tu katika kurasa za ndani, nikiangalia habari kubwa kabisa ambayo imepewa uzito katika gazeti hili inayosema Yanga kuwamaliza Waarabu kwa milioni 600. Habari hii inasema wakati kikosi cha timu ya MC Alger ya Algeria kilitarajiwa kuwasili jana usiku tayari kwa mchezo wao dhidi ya Yanga kuwania kombe la shirikisho barani Afrika, nyota wanajangwani hao wameapa kufia uwanjani ili kupata ushindi, kuhakikisha wananyakua kitita cha zaidi ya shilingi milioni 600. Lakini pia taarifa nyingine kama vile Tanzania yapaa nafasi 22 FIFA imenivutia. Taarifa hii nami nikusomee kwa muktasari. Tanzania imepanda nafasi 22 katika viwango vya ubora wa soka vinavyotolewa na shirikisho la soka la kimataifa FIFA kwa mwezi uliopita. Kwa Februari, Tanzania ilikuwa inashika nafasi ya 157 na sasa inashika nafasi ya 135 baada ya Taifa Stars kushinda mechi 2 mfululizo za kirafiki za kimataifa. Tuliziona mechi hizi moja kwa moja na tulizizungumzia kupitia vipindi vyetu mbalimbali. Omoga badili gia kusaka ubingwa. Habari hii nayo inasema baada ya kupoteza pointi muhimu katika mchezo wa Kagera Sugar, kocha mkuu wa Simba Mkameruni Joseph Omog ameamua kubadili gia ili kuhakikisha anaupata ubingwa wa ligi kuu msimu huu. Taarifa nyingine huku ndani ni pamoja na Africa Lyon kuipoteza Majimaji. Stewart anasema sitarejea Bongo. Huyu ni kocha wa zamani wa Azam Stewart Hall. Yeye amesema hana mpango wa kurejea nchini kufundisha timu ya ligi kuu Tanzania bara ikiwamo Yanga. Lakini Telela amngoa jino mgana wa Azam. Hii inasema kiungo wa Ndanda Salum Telela amemngoa jino la juu beki wa Azam raia wa Ghana Yakub Mohamed kwenye mchezo wa robo finali ya kombe la shirikisho FA dhidi ya timu hizo uliochezwa juzi kwenye uwanja wa Azam Complex jijini Dar es Salaam. Lakini pia ziko taarifa nyingine nyingi tu, ikiwa ni pamoja na maoni ambayo yametolewa hapa ikisema Yanga wasiwaangushe wa Tanzania, tennis walemavu wasaidiwe kama Serengeti Boys, pamoja na mambo mengine mengi ikiwemo makala, msimamo na ratiba za ligi mbalimbali duniani. Nikiachana na gazeti la Bingwa kwa habari za kitaifa, ninaangalia habari katika gazeti la Champion Ijumaa. Lenyewe kichwa kinacholinadi gazeti hili kinasema kesi ailipia Simba deni la nyasi bandia, Hans Pop afunguka ilivyokuwa, Yanga yatangaza adhabu ya Abdi Banda, Simba wanasema kikwazo kwetu ni malinzi. Lakini pia kuna wachezaji hapa ambao wanaonekana wachezaji wanawakilisha timu mbalimbali katika ligi kuu ya kandanda kule nchini Uingereza. Pia kuna picha ya Hassan Case Ramadhani. Lakini pia nasema Roma hajulikani alipo, mkewe amwaga machozi. Ninaziangalia habari hizi japo kwa muktasari tu. Kesi ilipia deni Simba. Habari hii inasema uongozi wa klabu ya Simba umeweka bayana kwamba miongoni mwa fedha ambazo wamezitoa kuzilipia nyasi zao zilizokwama bandarini ni zile walizozipata kutoka kwa wapinzani wao Yanga kupitia kwa beki wao Hassan Case. Lakini pia Banda aomba msamaha kwa kurusha ngumi ngoma kamili Gado. Yanga yatangaza adhabu ya Banda. Habari hii inasema klabu ya Yanga imeibuka na kulitaka shirikisho la soka Tanzania TFF kumwadhibu beki wakati wa Simba Abdi Banda kutokana na kumpiga ngumi na nahodha wa Kagera Sugar George Kabila kwenye mchezo baina ya timu hizo uliopigwa weekend iliyopita.
Habari nyingine ni nyingi tu ambazo zinapatikana huku. Kwa mfano ziko habari kwa ufupi hapa ambazo zinasema Temeke Market kubeba nyota 30, Malamba mawili yatupwa nje Ufa Cup, lakini pia Nyahanga FC Kaudo United hakuna mbabe. Hizo ni habari mara nyingi huwa ni maarufu kama soka la mchangani. Nikiliweka pembeni gazeti la Champion, gazeti la Mwanasport nalo lina habari kadha wa kadha, ikiwamo ile inayosema Okwi na Kichuya waanza mipango. Kipre anasema Yanga nipigieni faster, Waarabu wakutana na mziki wa ngoma na tambwe da. Lakini pia Samata Nsuva wa Ibeba Stars. Hii ni habari ambazo zimeonekana katika ukurasa wa mbele wa gazeti hili la Mwanasport. Nazifuata habari hizi katika kurasa za ndani, ambapo habari ambayo inasema moshi wafuka kwa waamuzi. Hii inasema chungu ya uongozi mpya wa chama cha waamuzi mkoani Dodoma FRAT uliochaguliwa wiki iliyopita imeanza kuonekana baada ya kimbunga kuwakuta wanachama wake kwa kufanya mabadiliko makubwa. Safu mpya ya uongozi wa chama hicho inaongozwa na mwenyekiti Laurent Chacha akisaidiwa na John Chale. Katibu mkuu ni Kelvin Haule, wakati msaidizi wake ni mwenye mvua Dihani Ramadhan Manyungi aliteuliwa kuwa mjumbe wa mkutano mkuu, huku wajumbe wa kamati ya utendaji wakiwa ni Salum Shaban na Rashid Msingi na Bam Bilasho pamoja ambaye pia ni mweka hazina. Lakini pia kuna habari nyingine inasema Dula Mbabe kavunja kibubu cha Francis Cheka. Hii habari inasema huyu bondia Francis Cheka ana balaa kweli kweli. Amesikiliza tambo za mpinzani wake Dula Mbabe kisha akaamua kuvunja ukimya kwa kubomoa kibubu cha kutoa shilingi milioni 2 kumpa bondia huyo. Dula ambaye jina lake halisi ni Abdul Wapazi amepewa fedha hizo ili ajiandae kikamilifu na asitafute visingizio kabla ya kuvana na Cheka ulingoni. Habari nyingine inasema kumbe Fabiano ni mzee wa fitna kweli, tennis watashangaa mataa Italia. Lakini pia habari nyingine inasema safari ya Uganda yaiponza RT. Habari hii inasema shirikisho la riadha Tanzania RT limeingia kwenye madeni kutokana na safari ya timu ya taifa ya mbio za nyika nchini Uganda katika michuano ya dunia ilipotoka ambako imetoka Kapa. Na sasa tugeuze magazeti haya katika kurasa zake za nyuma ili kuweza kuangalia habari za kimataifa kama ambavyo zimeandikwa asubuhi hii leo. Nikianza moja kwa moja na gazeti la Mwanasport, inasema hello, Jose Mourinho ampigia simu Alex Sanchez. Habari hii inasema sinema inazidi kwenda patam, ligi kuu England inaelekea ukingoni. Walioharibu wameshaharibu, lakini sasa wanaanza kutazama mbele zaidi, wanaanza kutazama wachezaji wa kuimarisha kikosi msimu ujao. Kama unaweza kuamini habari zinazotoka nyumbani kwa mtu fulani, basi jaribu kuamini hii. Habari ya ndani kutoka Chile zinadai kwamba kocha wa Manchester United Jose Mourinho amempigia simu star wa Arsenal Alex Sanchez kumwomba tuwe Old Trafford na ya kumuunganisha na mastaa wake Edinson Cavani na Angel Di Maria, huku katika hali halisi ikionekana kuwa na nafasi nzuri ya kumchukua kwa sababu Arsenal haitataka kumuuza Sanchez kwa timu pinzani ya ligi kuu ya kule nchini Uingereza. Nikiweka pembeni Mwanasport, gazeti la Bingwa, habari za kimataifa inasema mikono juu, Guardiola bwaga manyanga mbio za ubingwa ligi kuu England. Lakini pia habari nyingine inasema Pochettino matumaini kibao, Enrique amwaga misifa kwa Suarez. Klopp Bournemouth wamenichefua basi tu. Iniesta asema ubingwa baka huko Bernabeu, wapinzani wamtetemesha Hazard. Hizi ni habari kadha wa kadha ambazo zimeandikwa katika gazeti hili la Bingwa, ambapo Guardiola abwaga manyanga mbio za ubingwa England. Anasema kocha wa klabu ya Manchester City Pep Guardiola amesema licha ya kujitahidi kwa vijana wake ili kuitafuta sare dhidi ya Chelsea mapema wiki hii, matumaini ya kutoa ubingwa wa ligi kuu England kwa upande wao sasa yamefutika rasmi. Lakini pia gazeti la Champion tukimaliza nalo katika habari za kimataifa inasema Hazard ukienda Real Madrid umekwisha. Wenger anasema kipigo cha 10-2 kilivyomvuruga Ozil. Polisi wamshika striker Leicester City kwa kumpiga mkewe. Klopp Sadio Mane ndio basi tena. Hizi ni habari katika gazeti la Champion, na nikijaribu kuangalia habari hizi kama ambavyo zimejitokeza huko kwa ndani. Habari hii ya Hazard inasema kiungo wa zamani wa Chelsea Michael Ballack amemwonya kiungo wa timu hiyo Eden Hazard kuwa asije akafanya kosa la kuondoka kwenye timu hiyo na kujiunga na Real Madrid. Mpenzi mtazamaji, na kufikia hapa tunahitimisha kipindi chetu cha udondozi wa magazeti katika meza ya Kabumbu TZ. Jina langu lilikuwa ni Imani Kelvin Mbaga, ambapo nilikuletea uchambuzi wa magazeti ya Mwanasport, Bingwa unalikosaje pamoja na Champion Ijumaa. Unaweza ukaendelea kutufuatilia kupitia
akaunti zetu za YouTube kwa kusubscribe akaunti yetu kwa jina la Kabumbu, lakini pia usiache kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii ikiwemo Instagram na Facebook kwa jina hilo la Kabumbu, lakini www.kabumbu.co.tz pamoja na www.yetu.co.tz. Huko nako pia unaweza kupata matangazo yetu ikiwa ni pamoja na uchambuzi wa michezo mbalimbali ya kimataifa kupitia uchambuzi unaofanywa na wachambuzi wetu hapa Kabumbu TZ. Kwa niaba ya Ali Ndokegi nikutakia kila laheri, weekend njema, leo nikijua kwamba ni Ijumaa. Bye bye.